kinyume na Mungu, ambayo yamezuia udhihirisho wa Mungu katika maisha yao. Kwenye kongamano letu la Ufalme Summit, mada kubwa ni kuona Mungu anajidhihirisha katika maisha yetu. Lakini pia mwaka huu tunatembea katika majira ya udhihirisho wa Mungu. Tunasema kwamba tunadhihirisha, tunadhihirika, tunadhihirishwa. Amina watu wa Mungu. Lakini ili tudhihirike, tudhihirishe, tudhihirishwe, kuna tabia lazima tuwe nazo ili tuone huo udhihirisho wa Mungu, ili tudhihirike, ili tudhihirishe. Sasa leo kupitia kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya 17 kuna mambo mengi ambayo tunayaona wana wa Israeli wameyafanya, na Yuda na wafalme wao wamefanya, ambayo yanazuia udhihirisho wa Mungu. Kwa hiyo tunataka tuyaangalie haya mambo ili tujifunze na sisi namna ya kuenenda ili tusizuie udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yetu. Na wale wanaoandika, somo la leo linasema vizuizi vya udhihirisho wa Mungu kwa muamini. Vizuizi vya udhihirisho wa Mungu kwa muamini. Andika vizuizi vya udhihirisho wa Mungu kwa muamini. Tunaona kama nilivyotoa utangulizi kwamba wafalme wa Israeli wameendelea kumkosea Mungu. Kwa sababu hiyo wameendelea kusababisha watu wanaowaongoza pia wawe wanatembea katika kumkosea Mungu. Na katika hii sura ya 17 tunaona hao wana wa Israeli wamejikuta wameangukia mikononi mwa Waashuru. Kwa nini? Kwa sababu ya makosa waliokuwa wakikosea. Kwa Mungu ameacha kuwalinda, mkono wa Mungu umewaacha wabaki peke yao, wamekuwa mateka. Wameondolewa kwenye maeneo yao ya ahadi, kwenye nchi yao ya ahadi wametolewa, wamepelekwa ugenini. Mungu amewaacha, wamekuwa exposed. Kwa hivyo mtu akimwacha Mungu, akianza kufuata miungu mingine, Mungu anamwacha huyu mtu. Na Mungu akimwacha mtu anakuwa yuko vulnerable. Anakuwa yuko exposed, anakuwa yuko hana ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo adui anaweza kumfanya chochote kwa sababu ulinzi wa Mungu unakuwa haupo pamoja naye. Tunaona makosa kadhaa ambayo